majina naitwa Pastor Angie. Mimi ni mchungaji katika kanisa la AIC Olkalau. Tunahudumu pamoja na Bishop Macharia. Na nataka kuchukua hii nafasi na wakaribisha nyote katika ibada ya siku ya leo. Na ibada zetu huwa zinaanza saa 4 na tunamaliza saa 6:30. Siku ya leo Mungu ametubariki na mgeni kutoka Mombasa, anaitwa Reverend Joseph Macharia, ambaye atakuwa akinena kuhusu neema inayotubeba tukiwa jangwani, all grace that will sustain us in the wilderness. Kutoka kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa 5 na mstari wa 10. So karibuni sana tuabudu pamoja, na najua kwamba Bwana atawabariki. Amen.
tunaliinua jina lako. Tunasema ni asante Mungu wetu. Kwa kuwa wewe u pamoja nasi hata kwa wakati. Yale yote ambayo Mungu wetu tunayatarajia, kwa hakika tunajua kwamba tutayapata. Kwa sababu Mungu wetu tunatazama nyuma na tunaona ubali uliotuleta. Kwa mambo mengi ambayo Mungu wetu tumekuwa nayo katika maisha yetu, hujawahi tuachilia, lakini imekuwa mwaminifu kwa kila mmoja wetu. Tunasema ni asante sana. Niliposa hata kwa wakati huu tunapogoja kusikiza neno litokalo kwako, kwa njia ya kwamba umetuangalia meza, na kwa hivyo Mungu wetu nasi tuikaribia ili Baba wetu ukaweze kutupa kulingana na mgao kwa kila mmoja wetu. Tuna mtumishi wako ambaye atasimama hapa na atanena kwa mioyo yetu. Tumweka mikononi mwako, nasi ambao tutakuwa tunasikiza ujumbe utokao kwako, tuomba ukatuwezeshe kufungua masikio yetu na kuyasikia yale yote ambayo Mungu wetu umetutayarishia, tuyaweke katika mioyo yetu na yakatusaidie katika maisha haya. Baba wetu na Mungu wetu, tuwasema ni asante kwa siku ya leo, kwa yale yote ambayo tumeweza kufanya hapa, na hata kwa yale ambayo yamesalia, kwa ajili ya kwamba utakuwa pamoja nasi. Katika Kristo Bwana tunaliinua jina lako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Bwana Yesu asifiwe. Uhuru wa Yesu. Ngai ni mwega. Ngai ni shiothe. Asante sana. Tunashukuru Mungu sana kwa siku ya leo, nikijua ya kwamba ni siku ambayo Mungu ametuleta pamoja kama ilivyo kawaida yetu, ili tuweze kusikiza neno litokalo kwake. Leo sijasimama hapa ni tutazame kitabu cha Waefeso. Leo tutabadilisha kidogo mpaka pengine mwezi ujao, kwa sababu hata Jumapili ijao unajua ya kwamba hatutaweza kurejelea katika kile kitabu. Na nilisema ya kwamba ninashukuru Mungu sana siku ya leo tulipoachana hapa Jumapili, nilienda nikaojeka, nikawa na homa ingine ilikuwa inakaa kama COVID. Najua ilikuwa ni COVID-26. Ninaona hata wengine wamejifunika midomo, pengine hata wao wameshikwa kama vile nilikuwa nimesikwa. Ninawaombea sana. Na ilikuwa ni ngumu. Ikanibidi Monday lazima nikienda Naivasha. Kuna mkutano nilikuwa naye Naivasha, kwa hiyo nikaenda Naivasha. Ilinibidi nikaita Ayub anipeleke upande pahali ambapo tulikuwa tunaenda. Na niwaambie hiyo homa ni mbaya. Aliponirudisha kwa hai, nikaingia kwa gari, nikashindwa kujua upande wa Ukarao ni upande gani na upande wa Nairobi ni upande gani. Na nikamrudisha gari, akaniona naelekea Nairobi. Kaniambia hapana, upande huu mwingine. Kwa hivyo sasa nikajua kwetu ni upande huu. Ni kama hiyo homa inaharibu hata akili. Kwa hivyo nyinyi mmejifunika mapua, Mungu hawaonekanie. Iko hiyo ndio shida mko nayo, kama vile nilikuwa kwa wiki yote nzima nimekuwa nyumbani. Ninalala the whole day, ninalala usiku. Sikutaka kuwaambia mimi ni mgonjwa, lakini sasa mimi si mgonjwa, mimi niko sawa na ninashukuru Mungu kwa hayo. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo Mungu ametutumia mgeni ambaye tuko naye tangia siku ya jana ndio sagafi sana ya usiku tumekuwa naye, na hadi sasa ni rafiki yangu wa miaka mingi ambaye tumefanya kazi sana kwa miaka mingi. Adadi tumekuwa tukikutana hivi ya Nairobi. Kila mwaka tumekuwa tukikutana kwa miaka mingi, si miaka mitano, miaka mingi. Yeye ni mmoja wetu hapa Nyandarua, lakini hafanyi kazi hapa Nyandarua, anatumika upande wa Malindi kule coast.
yeye ndiye director wa CED Coast Area. Kwa hivyo wakati wowote tunapoenda mikutano ya baraza kule ya CED huwa tunakutana na yeye na tukawa marafiki. Sijui ni kwa sababu yeye ametoka hapa akaenda kule au ni kwa nini, na ni rafiki ambaye yeye wakati mwingine karibu asikwe mashati kwa ajili ya na vile mimi kwa ajili ya deni, kwa sababu sisi ni watu wa madeni. Yeye ni mtu wa madeni huyu ukimwona hapa, na hata mimi ni mtu wa madeni, lakini si madeni tumechukua ili tukakula, ni madeni yenu, kwa sababu mimi nilikuwa director wa CED Nyandarua, naye ndiye director wa CED Coast. Mara nyingi inabidi unaagiza vitabu materials za CED kutoka head office unaletewa kwa deni. Kwa hivyo lazima ufuatilishwe invoice ya kwamba uko na deni. Kwa hivyo mara nyingi nilikuwa ninapewa deni zake za Coast, naye anaitishwa deni zangu za Nyandarua area kwa sababu anaitwa Reverend Joseph Macharia. Nami ninaitwaje? Kwa hivyo akisoma kule Joseph Macharia wanajua hii deni ni ya Nyandarua, kumbe ni ya Coast. Ama ikiwa ni ya Coast wanafikiria ni ya Macharia wa Nyandarua. Hivyo ndivyo tumekuwa na yeye. Abakaja jana kunitembelea, tukawa pamoja naye, na kwa hivyo nina furaha sana nikimuita hapa aje ili atuletee neno. Na ndugu, tuwe sasa hatutakutana tena kwa CED Nairobi. Huko nilihamisha na nikakubali. Otherwise uendelee kufanya hiyo kazi, na ni kazi nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nimwombee atuletee neno. Tuombeni. Mtumishi wako amesimama mbele yetu na atanena yaliyo yako. Namwombea Mungu wetu ukamtakaze, atakapofungua mdomo wake kunena nasi anene yaliyo yako. Roho wako Mtakatifu akapata kukuongoza. Na ni katika jina takatifu la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Karibu sana. Kanisa la Kristo, familia ya Mungu, na wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo? Hamjambo tena. Basi jina ni kama hivyo umeweza kutambulishwa na askofu, ni Reverend Joseph Macharia. Na ni kweli hivyo ametoka kusema. Tulikuwa kule Nairobi baraza kuu, niweze kueleza vizuri ni Reverend Macharia Coast ama ni Reverend Macharia Nyandarua. Nilikuwa appointed kuwa director wa Christian Education tangu mwaka wa 2014. Kwa hivyo miaka mingi nimekuwa na hudumu katika hiyo kitengo cha idara ya elimu ya Kikristo, na huko ndio tuliweza kujuliana, na Mungu ametuleta kwa pamoja na yeye kama watoto wa Mungu wanaohudumia ufalme wake. Bwana apewe sifa. Basi mimi nimeoa, ninaye mke na watoto 4, na wote wanafahamu niko hapa, na kanisa lile ninahudumia nitalitaja, na wamenituma salamu, mmezipokea. Tuliweza kufiriwa na askofu wetu wa Coast Area, naitwa Reverend Peter Kingori. So nilipita njia mwingi, tukafanya mazishi, alafu nikaja baraza kuu, tulikuwa na mkutano wa idara ya CD pale Kasarani, nikawa na baadhi ya maaskofu kama 11, na pia presiding jana alituhudumia kutoka meza ya Bwana, na akatuambia mahali utahudumu kwa siku ya leo, peani salamu. Mmezipokea? Asante, Mungu awabariki. Mimi kwa kuzaliwa nilizaliwa tu hapa Nyandarua, sehemu ya Kwa Haraka. Wale wanajua Kwa Haraka, hapo ndipo nyumbani. Na nilitoka huko mwaka wa 1994 nikaenda Maridi nikiwa kijana, na huko ndio nilikutana na Yesu, na huko ndipo niliweza kupata mke,
nikapata mwito wa kuwa mchungaji. Kwa hivyo nimekuwa zaidi ya miaka 30 nimekuwa Marindi. So nimezalia watoto wangu hapo na sasa hivi na wajukuu wawili. Kwa hivyo mimi ni mzee. Bwana apewe sifa. Bwana amenibariki, kijana ni mmoja, naelezea askofu. Kijana huyo anafanya kazi na ndugu yangu alikuja kuwahudumia hapa. Ndugu yangu anaitwa Peter Macharia ambaye ni director wa ICMD. Nafikiri ndio pengine mnafahamu alikuja hapa. Huyo ndiye ndugu yetu mdogo. Katikati yake na yeye kuna ndugu anaitwa Paul, kuna namjua, naye ndiye ameshika kanisa la ICMD kwa haraka. Kwa hivyo Bwana alitubariki hivyo kuingia kwa huduma na tukashukuru Mungu kwa ajili ya hiyo. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo nimetoka kupeana, nikasema na hawa watoto, kijana ameoa na mjukuu mmoja, amefuatishwa na msichana anaitwa Jerry, amemaliza masomo ya KRA, ni hustling ya kutafuta hiyo kazi, na wengine ambao wanafuatilia, mmoja kwa Bahari Girls, mwingine yuko St. Thomas Kilifi. Hiyo ndio familia yangu na nashukuru Mungu kwa ajili ya hiyo familia. Bwana apewe sifa. Licha ya kuwa mhuduma wa idara ya elimu ya Kikristo, nahudumia kanisa la mahali kama vile askofu anahudumia kanisa la mahali. Kanisa la mahali ninalohudumia kule Marindi inaitwa AIC Kisumdogo. Although imekuwa Kisumu kubwa, lakini inaitwa Kisumdogo. AIC Kisumdogo iko Marindi constituency, Kilifi County. Hapo ndipo ninapohudumu. Wakati wote ukijipata huko sehemu ya Marindi, usiseme Marindi ujue mtu, kwa sababu unajua dhehebu la AIC, ulizia Reverend Joseph Macharia, utanipata within no time. Mahali pote utapata mchungaji, nitapatikana na nitaweza kukukaribisha. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo nasema kufikia hapo, kwa hiyo introduction, nataka kusema Bwana aweze kutubariki na Bwana aweze kutuinua, kwa sababu wakati umetengewa neno, wacha tuweze kuingia kwa neno, mengine tutajuliana hali pengine baada ya ibada. Bwana apewe sifa. Nashukuru kanisa, nashukuru askofu, moyo wangu unapenda sana mambo ya CD. Nimeona CD hapa iko live, Battalion CYA na kule kwingine, na wamama. Bwana wabariki na Bwana azidi kuwazidishia neema. Neno letu la siku ya leo ni neema katika jangwa. Neema ya Bwana katika jangwa. Authority yake ama mamlaka yake yatoka kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa 5 aya 1-10, na tusome kwa imani. Neno la Mungu linasema, na Mungu wa neema yote, aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo Yesu, mukiisha kuteswa kwa muda kidogo. Take note, mukiisha kuteswa kwa muda kidogo. Nimetumia hiyo mateso na hiyo dhiki kama kuwa jangwani, na ndio ujumbe wetu unasema neema ya Mungu katika jangwa. Hiyo jangwa ni hayo mateso na hiyo dhiki kidogo, ndio jangwa. Kwa hivyo mukisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengemeza, atawadhibitisha na atawatia nguvu. Kwa Biblia ya Kiswahili imetumia maneno matatu. Kwa Biblia ya Kizungu hiyo imetumia maneno 4, na hata kwa lugha ya Kikuyu imetumia maneno 4. Hii lugha ya Kiswahili kuna majina mawili kubaliana ikaifanya jina moja, na ndio katika neno letu la siku ya leo
tutaangalia mambo manne. Hayo mambo manne ni kwamba, jambo la kwanza, Mungu atawatengeneza. Mungu atawatengeneza, point 1. Point 2, Mungu atawatia nguvu. Hiyo ni point 2. Mungu atawatia nguvu. Point 3, Mungu atawadhibitisha. Mungu atawadhibitisha. Point number 4, Mungu atawatuliza. Atawatuliza. Ukiangalia katika hiyo Biblia Kizungu, maneno haya inasema God will restore you. The grace of God will restore you. Number 1, the grace of God will establish you. The grace of God will strengthen you. The grace of God will settle you. Inaleta mambo manne vizuri. Kwa lugha ya Kikuyu, Ngai wa mawega mothe nĩekũmũcokanĩrĩria, nĩekũmwĩkĩra hinya, nĩekũmũtua andũ arũmu, na nĩekũmũtua andũ mũtangĩenyenyeka. Maũndũ mana. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo naingia katika point 1. Hiyo Mungu baada ya kutuita katika utukufu wake anasema nitawatengeneza. Jina lile ni jina limebeba uzito. Lina majina, maana yake ina majina karibu 4. Majina mengine inayoambatana na jina nitawatengeneza, kwa lugha hii ya wageni hawa wazungu inasema I will restore you. I will restore you. I will make you. I will make you. I will make you whole. I will make you whole. Nitawatengeneza, nitawatibu. Maana ina maana wakati mwingine maana ya kuponya. Maana moja ya lile neno, kwa wale waliosikia hili neno mara ya kwanza, linabeba ujumbe wa kidaktari. Wakati mkono unapovunjika mifupa yake, wakati daktari anaporudisha ile mifupa, ndiye mkono urudi kazini tena. The doctor is making the heart. The doctor is equipping the heart so that it can go back to work. Kwa hivyo wakati Mungu anaposema neema ya Bwana itaweza kuwatengeneza, inamaanisha itaweza kutuponya, itaweza kuponya mifupa yetu. Ndiye mikono yetu imeumia, miguu yetu ambayo imeumia iweze kurudi kazini. Jina la Bwana libarikiwe. Nikiwa katika hiyo point 1, nikitaka tuangalie, na hii ni ombi iliyoombwa na mtumishi wa Mungu Petro baada ya kuhubiria wachungaji na wazee wa kanisa na waumini, akawaombea hiyo verse 10. Ni ombi la Petro kwa kanisa, na ndiyo ombi letu hata kwa siku ya leo. Wapendwa, ukisikia mahali Mungu anasema neema yangu itaweza kuwatengeneza, wega wakwa ni ukumucokanĩrĩria. My grace will restore you back. Ni mahali panaonyesha kuna kipindi hufika maishani kikaweza kutuweka baribari, kikatuweka baribari, na ndiyo Mungu anatutengeneza katika hali ya kuturudisha kwa pamoja. Jina Bwana libarikiwe. Wapendwa, napenda familia sana. Napenda familia. Kwa hivyo wakati inaeleza nitakuwa sana nategemea mambo ya familia, ndoa na familia. Nimekuwa mshauri pamoja na mke wangu karibu miaka 20, coast yote tumefanya campus fellowship. Hakuna mahali sijakanyaga coast yote kusimamisha ndoa za wapendwa. Kwa hivyo katika hiyo hali kuna mambo mengi sana ambayo inafanya watu
waweze kuwa mioyo imevunjika. Mioyo imevunjika. Ni nini hii inafanya mioyo ivunjike? Ni nini hii inafanya mioyo iname? Wapendwa, tumetoka katika familia, mahali pana ndoa na familia, mahali pana mke, mahali pana mume na mahali pana watoto. Wapendwa, safari hii sijaiona ikiwa rahisi pasipo neema ya Bwana. Bwana apewe sifa. Ninaomba Bwana aweze kuwaleta pamoja, maana kuna kipindi huja kikatawanisha ndoa, ukaona kuna mawimbi imekuja ikaweka mke na mume kwa baba. Wapendwa, that is the real life ya living. Ni ombi langu kwa kanisa hili, watoto wa Mungu, ninaomba Bwana abariki ndoa zenu. Bwana apewe sifa. Neema ya Bwana ipitao fahamu za wanadamu iweze kurestore back, iweze kuleta ndoa zenu pamoja, maana joto ya kanisani huanzia nyumbani. Mahali askofu wanatoka ni muhimu, mahali nyumba ndugu wamelala ni muhimu, maana mahali pale pakiharibika, hata hapa kanisani kutaharibika, kutakuwa na amani. Ni ombi langu kanisa la Kristo, Bwana aponye ndoa zenu. May God restore your marriage. May God restore your health. Maana ni mambo mengi, kuna roho nyingi zilie kinyume na taasisi ya ndoa na familia. Ni watu unaona wamevalia vizuri, lakini wakati mwingine huwezi kujua majani ya amelala wapi na ametoka wapi. Mambo ni mengi napita behind the curtain. Lakini tukinyenyekea chini ya neema hii ya Mungu, Bwana atatutegemeza. Bwana ataweza kurestore back, kuleta tena amani katika ndoa. Na waombea amani katika ndoa, na waombea upendo katika ndoa zenu. Bwana apewe sifa. Vijana mlie mahali hapa, si wae, usiogope kuolewa wala kuoa. Taasisi ya ndoa ni taa, inakuwa ngumu Mungu akitolewa katika ile taasisi, lakini ndoa yote inayomheshimu Mungu, ndoa hiyo mtu anafurahia. Kwa hivyo kanisa, maombi yangu ni Bwana aweze kubariki ndoa zenu, amani irudi, amani irudi, upendo urudi katika ndoa zetu. Bwana apewe sifa. Wapendwa, malezi si rahisi. Hapa kuna mtu moyo wake umeinama kwa ajili ya malezi. Hapa kuna baba moyo wake umeinama kwa malezi. Hapa kuna mtoto, kuna mwanarika moyo wake umeinama kwa yale iko katika familia. Wapendwa, nimetoka kutanguliza watoto wetu, watoto. Nimefanya hivyo makusudi, maana nimelea na ninaelewa ukubwa wa malezi. Watoto tunawakontrol wakati wako chini ya miaka 12. Unawaambia nendeni Sunday school, ni bio wanaenda Sunday school. Mtoto akifikisha miaka 13, 14 kuendelea, hataki kuandamana na wewe mzazi. Sikuwa kwa experience hiyo, kama ni mchungaji peke yake. Nimewatarajia nina wasichana wawili. Wasichana wangu mchungaji huwa wanakaa kona iko upande ule. Sasa tunaachana kanisani, mimi natoka mapema kwa ajili ya ibada ya kwanza ya saa 2. Tunaachana, takuja kwa ibada. Takuja baba. Na ningetaka niwe role model, nisuhubirie watoto wengine na watoto wangu hawako kanisani. Huwa wakati mwingine ninakaa na angalia ile kona, naona sioni msichana mahali pale. Na angalia kwa ile kona siwaoni. Nasikia moyo wangu kama unataka kuinama. Tabia watoto wangu leo wamekuwa wapi? Haidhuru imepita leo sikuwaona. Nikirudi nitauliza, mbona tuliachana mnakuja kanisani na sikuwaona? Baba, tulifikiria leo tufue nguo. Sasa si kama mnaona hiyo, unaona ukubwa wa malezi? Ama nyinyi hampiti hilo? Ni madini mnapitia. Are you learning something? Unasikia moyo wako umependelea watoto wako naye pia wao walikuwa kanisani.
Waambia dadi jana tukufua nguo, tumeamua tufue nguo leo. Hayo ndio malezi. Lakini tukiwaweka kwa maombi na katika hali ya kulia hapo madhabahuni, tuna share ile destiny ya watoto wetu. Bwana tuwe sifa. Kwa hivyo nataka ni nene wazazi mulie mahali hapa, tukimtegemea Mungu atatuletea watoto wetu, tuabudu pamoja nao. Tuna challenge Mungu na lile neno Musa alimwambia Farao, achilia watoto wetu tukaabudu Mungu pamoja nao jangwani. Let our children go, tukaabudu nao Mungu jangwani. Na hivyo ndivyo tunalia mpaka sasa. Baba na mama uliye mahali hapa, tunaita watoto wetu kwa maombi tuabudu pamoja nao hapa. Bwana kwa sifa. Wewe ambaye watoto wako wako hapa, you are an elder, najua vile unasikia, maana ungependelea hata watoto wako waweze kuja mahali hapa. Tungetaka hata watoto wetu waoe kwa njia iliyo nzuri. Bwana kwa sifa. Kati nimwatajia na wajukuu wawili. Kijana mwambia alifanya harusi pale Likoni. Msichana tu akimaliza college kule akaachiliwa mahali. Tukapelekana hivi. Kidogo nikaona nimeletewa mjukuu. Nikamuuliza hali hii ni gani? Kwanza niliandikia message kubwa sana. Kaniambia, baba, nimeadhiri ministry yako ya vijana. Na sasa ninaomba msamaha. Kwa nini? Kuko vipi? Wakati nilipata hiyo text yake, nilikuwa mahali nimeenda baridi kununua kitu. Na kuambia niliona giza mchana. Hiyo message nilisoma hivi nikaona ni mchana lakini naona giza. That's the life ya reading. Na niambia baba msamehe. Msamehe nikuje. Sio kama kuna mtu miragusa kwa wake hapo. Kafikiria, kamwambia mama, ndani kamwambia bibi, kamwambia mke wangu. Mile mchana ameniambia. Nasema hivi mkukalia hapo kidogo. Mchungaji mmoja akaja akatufariji kutoka Tanzania, alijua hata na sisi tunataka crying show kama wachungaji. Sasa nikamwambia binti yangu njoo. Kaingia, kuingia alimaliza tu maybe just 5-6 days kajifungua mtoto. Siwezi kumtuma. Bwana ndio sifa. Nataka nimetumia case study ya my family. Maana kuna mtu nitakuwa baraka kwake hapa. Maana nashukuru, maana hakufanya pengine abortion akapoteza uhai wake na huyo mtoto. Hayo ndio maisha, the real life ile tuko nazo pale nyumbani. Mambo haya ndio unasikia nimesema katika malezi inafanya moyo unainama. Lakini wakati tunapokuja hapa kanisani, neema ya Bwana inakuja inainua huyo moyo wako na unapata sababu ya kuona kesho. Kanisa la Bwana, jina la Bwana libarikiwe. Nina mchungaji tulichukua roho wakati mmoja na yeye. Mimi nikajenga hapa nyumbani na yeye akachukua 300k akamlipia mtoto wake kule tu university, alikuwa ameitwa huko. Kalipa 300,000. Tukaendelea mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, graduation ikakaribia. Mchungaji mwenzangu akaenda kuangalia kwani kijana yake na graduate hata namna gani. Wakati alipoenda kwa shule tu, huko ni mtoto wa mchungaji, akakuta ile 300k for 3 years imetumika 50k. 250 bado ziko kwa account. Akaambiwa huyu hakujali shule. Mchungaji alisikia kama ameatabezwa hapo na hiyo fulani. Unasema ipo angalia kama ni fulani. Ni huyo aje. Sasa hiyo right. Mchungaji alikuja na nia kuomboleza na yeye pamoja na wachungaji wengine, na kauliza shule hii pesa inaweza kurudishiwa. Kama haiwezekani unless we transfer to another institution. Kwa bahati nzuri kijana wake mmoja akaitwa Kenya University. So tumu ya Mombasa ikakubali ku transfer the parents to that school. Huyo kijana endelee. Huyo wakati alipokuja nyumbani kwanza amefunga rasta. Mahali alikuwa alisoma somo gani akaja na
Mioyo inainama kwa malezi. Mioyo inainama kwa malezi. I want to encourage you, wapendwa, neema hii, the grace of God, ina uwezo wa kuinua moyo ulioinama. Ninaomba wajane mlio mahali hapa, neema hii inue mioyo yenu. Mumetukanwa wajane, mumesikiziwa. Kuna watu wameenda to an extent, wamesukuma mipaka ya wajane. Tafadhali, hata kama kwenu ndugu yenu alitangulia kwa Bwana akaacha mjane, wewe unayemjua Mungu, tetea mipaka ya huyo mjane. Mungu atakubariki sana. Msisukume mpaka wa mjane, maana kusukuma mpaka wa mjane ni sawasawa na kugusa boli ya jicho la Mungu. Mungu atasimama na atatetea huyo mjane. Wajane ambaye umeumizwa mioyo yenu, neema hii, may this grace restore you back in Jesus name. Bwana tuwe sifa. Kuna watu wamejipata hapa, wanalea watoto peke yao. Saa zingine mume ni jina tu kule nyumbani, lakini mama ndiye amefunga hapa fisi ya watoto, ni yeye kulima. Lakini hii inafikiria kwa Nyandarua hakuna. Wacha nishuhudie kule kwetu kuna bombe inaitwa mnazi. Mnazi imebebwa huko. Unapata mama amewekelea pakacha kwa kichwa. Pakacha wa Mijikenda hawabebi kama Wakikuyu. Wakikuyu tunabeba na hapa. Mijikenda wanabeba na kichwa. Huyo mwanamke amebeba pakacha lina nazi. Nazi ziko zito sana. Pakacha hiyo ina almost ni kama 60 kg. Ni kama mfuko wa wasimiti amewekelea kwa kichwa. Akija kwako kama unanunua, unamsaidia kushukisha. Munaweka chini, unachukua nazi ama ni maembe, unamsaidia kubeba hiyo mzigo, unarudisha kwa kichwa. Anazunguka the whole day. Akifika nyumbani, mume amemgoja mahali pale. Umepata gapi? Nisaidie na 50 ya kwenda kupata kunywa na wale wanaume wengine. Na kwa sababu hiyo mwanamke hataki nyumba yake iharibike na kuna watoto, anatoa ile pesa kwa machungu anampatia. Huyo mama moyo wake una jeraha. Mama huyo moyo wake anatembeaga ukiwa una jeraha. Ndiye akija kanisani, tunataka tuinue mioyo ya wamama hawa. Maana miguu yao imefutika, mikono yao imefutika kwa sababu ya kubeba mizigo mizito ya familia. Bwana kwa sifa. Hapa ndipo mahali mama mjane pakulilia. Hapa ndipo mama siko mama pakulilia katika hii madhabahu. Hata usitamke neno lolote, njoo hapa lia. Ukilia, Bwana anajua kilio maana yake ni nini. Watu wameumia. Wajane wameumia. Mjane anafiliwa. Mjane akilia sana katika mazishi hata ya mume wake, anaambiwa ni kujifanya anajifanya. Hiyo ni machozi tu anatafuta. Mjane huyu akipewa neema ya kutosha na Mungu, amekaa gaga. Unaona hata hawezi kulia, anajua kile kimekula mume. Sika unaona mahali kwa mtu ameweka, hana mahali pa kutembelea. That's the real life we are living. Bwana awatie nguvu. Bwana awatie nguvu. Mtu yote ambaye moyo wako umeinama kwa sababu ya malezi, kwa sababu ya mambo yale tunafanya, Bwana aweze kuwapa neema. Nina mchungaji mmoja Maridi, kijana wake alikuwa na leo. Alipita barabarani hapo, akajua kesho ya kanisa. Akasema, "Wewe, babangu ni mkali, amekalisha watu wengi chini." Sasa wewe babangu ni mnani, sisi wanatumia ni mnani ama wanatumia hiyo ya shehe. Wewe, ogopa baba. Ndio na watu. Baba. I exist to point number 2. Maana hapo naweza kaa siku nyingine nzima. Na exist point number 2. Nataka kusema hivi. Bwana awatie nguvu. Maana hapa neno linasema neema ya Mungu itawatia nguvu. And the grace of God will strengthen you. Neema ya Mungu
iwatie nguvu, iwatie nguvu. Wapendwa, haviwezekani mambo haya bila nguvu ya Mungu. Waefeso mlango wa 6 aya 10 na kuendelea. Hatimaye iweni hodari katika nguvu za Bwana. Hatimaye iweni hodari katika nguvu za Bwana. Mahali popote utasikia iweni hodari katika nguvu za Bwana, ni msalaba wa Yesu unatajwa hapo. Wapendwa, vita hivi nimetoka kutaja katika point 1. Those are spiritual battles. They are spiritual battles. Hatusiwezi bila msalaba. Mwanaume mwenzangu, usijipiganie, hutaweza. Hiyo vita hutaiweza. Mama, vita hii hutaiweza ya watoto. Siri tulete vita vyetu zote chini ya msalaba. Tulete vita vyote chini ya msalaba. Msalaba huachilia neema. Msalaba huachilia nguvu. Nguvu hiyo ndiyo itatusaidia kushinda vita. Bwana apewe sifa. Neno la Mungu linasema licha ya kwamba tunaenenda katika njia ya mwili, maombi yetu ina nguvu katika Mungu, kiwango cha kuangusha ngome za giza. Kwa hivyo ili tushindanie vita ya watoto wetu, tushindanie ndoa zetu, tushindanie kazi zetu, wapendwa, Bwana atutie nguvu. Bwana awatie nguvu katika jina la Yesu Kristo. Bwana awatie nguvu katika jina la Yesu Kristo. Mahali unahisi wewe ni udhaifu, Bwana akutie nguvu katika jina la Yesu Kristo. Maana nguvu hii ya neema, nguvu hii inapatikana katika neema, ndiyo itatuweza kushinda vita. Na by the way, kina neema, the grace have got 2 meanings. Watu wamezoea 1 meaning. Neema moja, maana moja ya kina neema ni upendeleo wa Mungu kwa watu ambao hawakuwa wanastahili na tukaokolewa. Unmerited favor by God. Lakini maana nyingine ya neema inaitwa enabling grace. Ni nguvu inayowezesha. Hiyo ndio maana nyingine ya neema. Grace is an enabling power. Grace is an enabling power. Kwa hivyo nguvu hii ya neema iweze kuwasimamisha. Wapendwa, mtoto anaobewa hafanani na mtoto haobewi. Ndoa inaobewa haifanani na ndoa ambayo haiobewi. Zina tofauti sana. Wapendwa, majaribu yale yuko university or running institutions in Kenya. Mwambie nimekuwa na huduma ya vijana, kwa hiyo nimepata nafasi ya kuingia kwa mashule. Wapendwa, wazazi tusilale. Watoto wetu wanapata majaribu kama vile tunavyopata. Elimu hii iko mashuleni, university. Watoto wetu wanapitia hali ngumu sana. Our children are going hell kwa mashule. Maana tulifundisha watoto wetu wasiingie kwa mvinyo. Tulifundisha watoto wetu wasiingie kwa usharati. Tulifundisha watoto wetu tukawapa standard yake ya mavazi. Mahali wanaposomea, mahali mambo hayo yote ni kinyume. Mambo hayo yote ni kinyume. Na ni magumu sana. Inabidi wakati mwingine tuende an extra mile. Kama vile nilikuwa nawaambia, mimi nilifurahia wakati msichana wangu alikuwa college, nikawaambia kama anaweza kupata rafiki wa share hostel. Kama babysitter ni 8K, I can part 4 na mwingine 4. Kaendelea akakataa, nataka babysitter yake. Kama unaelewa huyo lugha. Kwa hivyo nataka kaa peke yake. Nataka kusema nini? Kuna majaribu. Maana mtoto wako anaweza share nyumba na mtoto mwingine ambaye tabia zake zimepotoka. Akaleta mwanaume pekee ndani ya hiyo nyumba. Taki kufafanua, maana tumechangamka. Binti yako ataumia moyo. Sio kama ayuke picture. Kwa hiyo nataka tuone watoto wetu wanajaribiwa sawa sawa na vile tunavyojaribiwa. Oja hii pombe si baya.
Fanya hivi, si baya. Fanya raha ukiwa kijana, maana ukija kuoa pengine utatulia. Mambo hayo yote inaharibu kijana wetu. Taka nifanye demonstration ya mtoto anaobewa. Majaribu yale watoto wanapata, izapiri inawavuta. Shetani ni mjanja, iza skima anawavuta. Mtoto akiwa haobewi anaenda na anazaa. Mtoto anayeobewa wakati huu ameingia katika majaribu. Wakati anapoendelea, mzazi akianza kumwombea, ni kama ameigizwa mikono hapa mingine, ni kama anafutwa na njia si hiyo, njia ni hii. Kama unaona hiyo tofauti. Kwa hivyo huyu mtoto anayeobewa anapata nafasi ya kurudi katika laini iliyonyooka. Wazazi, tufunike dormitories na damu ya Yesu. Tufunike dormitories na damu ya Yesu. Siku hizi wazazi, hata ukisikia kijana wako anakuambia nimepata, ama msichana wako anakuambia nimepata, kuna wageni watakuja, piga magoti na uombe Mungu, maana hujui nini unaletewa. Hujui unaletewa nini. Elimu imepotoka. Ninawaomba wanalika wetu, misingi mliowekewa Sunday school, misingi uliyowekewa kwa kadeti, kanyaga vizuri katika hiyo misingi. Misingi hiyo itakupeleka up, you realize your destiny. Kwa hivyo ni ombi langu, Bwana awatie nguvu. Bwana atie maombi yenu nguvu. Bwana awatie nguvu. Mahali unahisi umefika kwa kona, Bwana akutie nguvu. Mambo haya hata miamba wa imani, kuna mahali walifika Mungu akawatia nguvu. Kuna mahali Musa, the mighty man of God, ilifika akamwambia Bwana, ninatamani kufa kama sitapata neema kwako. Ninatamani kufa kama sitapata neema kwako. Bwana anamwambia Musa, mkono wako umekuwa mfupi usiokoe. Sikio langu limekuwa zito halisikii. Ngojea uone vile nitakavyofanya. Anamtia nguvu na anaendelea na safari. Bwana kwa sifa. Bwana apatie nguvu. Maana kuna wakati inafika, unahisi umefika mahali ni kama huoni kesho. Bwana awatie nguvu. Neema hii ya Mungu itatutia nguvu, tutaona kesho. Bwana kwa sifa. I transist to point number 3. Point number 3 nasema I will establish you. Nitakuthibitisha. I will establish you. Nitakuthibitisha. Bwana aweze kuthibitisha imani zetu. Ninawaomba wapendwa hawa warokarao, kanisa hili la Kristo, imani zenu zithibitike. May your faith have roots in Jesus Christ. Mizizi yenu ya imani itabae, izame ndani ya Yesu. Maana tawi lisilokuwa connected na Yesu haliwezi kuzaa matunda. Kwa hivyo ni ombi langu, Mungu athibitishe kupitia neema imani yenu. Kuthibitisha imani na matendo yenu tunayofanya ni kuonyesha mtaweza kugarisha kuvuta hizi vitu. Mkalie mahali pazuri. Situbariki huyo mama mbele za Bwana. Tubariki huyo mama mbele za Bwana. Mama mahali ulipo, maana sikukumbuki sura. Bwana kubariki sana. Alikuwa mapema anatengeneza hii madhabahu hapa. Akaona ameingia kwa viti hapa kusa. Kazi hiyo haitaugua. Bwana adhibitishe hiyo kazi yako umefanya hapa. Wana praise, kazi yenu hazitaugua. Kuna moshi, pengine umeshawahi kuona moshi ikitoka kwa chimney. Moto ikitoka kwa ile chimney ikichanganyikana na hewa, hiyo imepotea. Huwezi kusema hapo palikuwa na moshi. Ama ule umande wa asubuhi, unaona kuna umande, jua likitokea hakuna umande tena. Ukiambiwa kuna umande, unasema hakuna. Kazi zetu haziko namna hiyo. Kazi zetu zile tunatumika hapa hekaluni ni kama zimechorwa ndani ya mawe. Hata ukijaribu kufuta hasifutiki. Maana hizo kazi zitasimama mbele zetu wakati wa hukumu. Bwana adhibitishe kazi zetu. Kuna kazi umefanya na mkono wa kulia na hata mkono wa kushoto haukujua. Hata kama ulifanya nini
na hakuna mtu alitabua, mbingu zilitabua kwa nyakati zake karibu hadharani. Continue working for the Lord. Come early, kuja mapema, fundisha Sunday school. I want to praise the children of walimu wa Sunday school. Bwana wabariki walimu wa Sunday school. Mmekuja mapema mhudumia watoto wetu. Bwana wabariki. Sisi wengine tulipata nafasi ya kulala kidogo, lakini mwalimu wa Sunday school aliamka mapema ndiye aje kufundisha watoto wetu. Tubarikishe mbele za Bwana, maana kazi hiyo haitapotea. So may God establish your work. Na naingia point number 4. May God settle. Mungu awatulize. Mungu awatulize. Hiyo pia ya kusettle inasema securely rooted in Jesus Christ. May God provide a solid foundation. Bwana akupe msingi ulio bora. Hii hali ya Bwana, umeshasikia watu wengine wakisema I'm not settled. Bado niko huko rokarao but I'm not settled. Nimekuwa mahali fulani, I'm not settled. Niko katika doa lakini hii doa haijatulia. Maana wakati mwingine ukiangalia unaelekea wapi unakosa njia. Kwa hivyo hii doa haijatulia. Tukihudumia Mungu hapa na kuomba kwa maombi, Bwana atatuliza doa zetu. Bwana apewe sifa. Bwana atatuliza kazi zetu. Kwa hivyo ninaomba Bwana aweze kututuliza kabisa doa zetu, mafundisho yetu. Bwana aweze kututulisha. Najua wengi wenu hapa ni wakulima. Ukiwa mkulima, utoe ile boga kwa tuta ama kwa ile versi ndio wanahitaji kwa Kiswahili. Kiswahili siku hizi kimekuwa kigumu, hata huwezi kufundisha mtoto Kiswahili. Ngumu sana. Kule Kiswahili sanifu unakuta sisi tulilelewa tukijua tunasema unakamua ng'ombe. Hiyo sasa Kiswahili hakuna. Sasa unakuta unakama ng'ombe. Sasa unakuta hiyo Kiswahili huwezi. Ni ngumu. Nataka kusema nini? Ukihamisha boga kwa tuta, unaipanda shamba la kwanza. Ikiwa hutatulia, uone hili shamba ni kama si zuri, umoe ile boga tena, uipande kwa shamba lingine, ukae useme hii shamba ni kama hata ndio baya, umoe tena upande kwa shamba lingine, mwishowe ile boga itakufa na utapata matunda. Bwana apewe sifa. Na maanisha nini? Bwana atusaidie imani zetu ziweze kutulia. Imani zetu ziweze kutulia. Wapendwa, sisi Maridi hatujapona kutoka wakati wa Makenzi. Wengine mlisikia Shakahora. Mlisipata kusikia? Makenzi alioa kanisa lile linahudumu, alioa msichana wetu, mke wake wa kwanza. So mimi na mke wangu tulihudhuria. Makenzi alikuwa ni wa Baptist Church. Alikuwa ni wa kanisa la Baptist, akaoa AIC. So kama mchungaji na mazee lazima tungeenda hiyo harusi. Na Baptist mafundisho yake ni sawa na AIC. Hazipotelei. Ni mahali alifika katikati akapotoka katika hali ya mafundisho. Mafundisho yake ilikuwa very sound from the word of God. Lakini akafika mahali akapotoka. Familia Maridi zimeumia. Tumeumia sana. Kwa hiyo Shakahora, mamia ya watu wamepotea. Wewe ni makaburi yamechimbuliwa ikaonekana kwa mafundisho ambayo haina uzima. Youth mulie mahali hapa. Kuna watu nataka muweze ku take note in universities and TVETs and colleges. Kuna walimu aina fulani, they have a very appealing gospel. Na wakati mwingine wanatafuta karibu na mashule ili utolewe katika misingi uliowekewa sasa hivi na wazazi. The doctrine of AIC is very sound. Mafundisho ya AIC ina uzima. Heri ukae miezi 4 ama 5 hujaenda kanisani, lakini msichana uliye mahali hapa na kijana, angalia roho yako inahudumiwa wapi. Usicheze na mambo ya mafundisho. Mafundisho hayo ya Makenzi tulianza kuona kule Maridi. Kitu cha kwanza kile tuliona kwa Maridi ilianzia watoto hawaendi shule. Amepata new revelation,
elimu si nzuri kwa ajili alianza na hii namba ya NEMIS hii kuja akaihusisha na 666. Kwa hivyo watoto wasichukue NEMIS. Hiyo ikaenda namna hiyo, watoto wakakosa shule. Ikaendelea watu wasiende hospitali. Climax yake ni kufunga. Maana ukifunga, ukienda kwa Bwana kama umefunga, hiyo inaenda Biblia Express. Na hali haikuwa nzuri mchungaji. Tulipitia hali sana. Nilijaribu kusaidia so many families, watoto wao walipotelea huko na ikawa ni ngumu sana. Jambo la kwanza hata alikuwa na injili hapo mwanzo. Akasema watu wote wanatumia dawa za ARVs. Kulikuwa na ibada maalum ya kusichoma. Manake huna imani wakati unatumia ARVs. Kwa hivyo watu wakubwa hata serikalini wakaja kwa hiyo ibada, watu wakatupa dawa zao. Hao nikiongea walitangulia kwa Bwana, wao katika dunia hii. They just died. Imani potofu. Ni ombi langu imani yenu itaweza kudhibitika katika Kristo Yesu. Imani yenu itaweza kudhibitika katika Kristo Yesu. Usikibirie mafundisho. Usikibirie kuwekelewa mikono na mtu humjui. Hiyo tunaita principle of impartation. Unapeana kile ulicho nacho. Kwa hivyo usikibirie kuwekelewa mikono na mtu humjui. Madhabahu hii yatosha kuwahudumia. Bwana kwa sifa. Madhabahu hii neema yake inatosha kuwahudumia. Nataka nimalize ndio niwaombee, kwa sababu hakuna wakati wa kueleza zaidi. Wale pengine siku hizi kuna simu za touch. Ukitoka hapa kuna kitu utaangalia, maana nitapeana tu kwa kifupi. Kuna mchungaji anaitwa Jonathan Gibson. Mchungaji huyu Jonathan Gibson, Professor Jonathan Gibson ni mwalimu wa chuo cha Biblia. Mwalimu huyu ameandika kitabu, utakipata hapo kwenye kitabu chake. Ameandika kitabu kinaitwa The Moon is Always Round. Mwezi siku zote ni mviringo. Hiyo ndio kitabu ameandika. Na afikie kuandika hiyo kitabu alipitia njia nyembamba. Alipitia katika dhiki. Alijipata katika jangwa. Ile tumejifundisha. Walibarikiwa katika ndoa yao na mpendwa wake na mtoto mmoja wa kwanza kijana. Familia ilibarikiwa na mtoto wa kwanza kijana, yule wa kike, there is that joy in the family. Sasa huyu mchungaji Gibson na huyu mchungaji Jonathan alikuwa anatoa mtoto wake nje jioni, kijana wake amemshika. Anamuuliza, my son, what shape is the moon today? Kijana anasema, kesho anatoa mtoto nje, anamuuliza, my son, what shape is the moon today? Mwezi leo. Anasema, baba, mwezi leo ni nusu. Baba, leo sioni mwezi. Baba, leo mwezi uko silver, haraini tu kama ulimi. Baba kuna neno alikuwa anamwambia, lakini hakujua kuna kizungumzi kitatokea katika nyumba yake. Alikuwa anamwambia, my son, always remember the moon is round. Siku zote kumbuka mwezi ni mviringo. Hiyo ninakufundisha swala la kiroho ya kwamba kama unaona mwezi ama huoni, Mungu anabaki kwa kuaminiwa. God is always faithful. Sasa bila kujua, wazungu wako tofauti na sisi wa Afrika. Sisi wa Afrika wakati wake zetu ni wajawazito, hatunanga story nyingi na watoto pale nyumbani. Na mama ikifika wakati wake wa kujifungua, tunaenda na tunaambia mtoto, tumenunua mtoto na tumenunua mtoto na tumekuja. Hizo story tunamalizia hapo. Si ni kweli sisi wa Afrika? Wazungu huongezea maneno, si kama sisi. Sasa ule mama aliambia huyu kijana, I have a surprise for you. Hapo kwa kijana, I have a surprise for you. Akakwambia, wiki hii I will bring you a sister. Unaona? Wiki hii nakuletea dada. Kakijana kakafurahia. Baada ya juma moja nitapata sister. Nitapata dada.
Kisoma hiyo kitabu, the same night, hiyo usiku, mama akadevelop problem na ikaenda to miscarriage. Kwa hivyo mtoto kule mtoto hakuja nyumbani, na baba akachukua ule mtoto, maana hata huyo kile kilizaliwa akikuletwa nyumbani ni moja kwa makaburi. Sasa huyu baba alichukua kale katoto kakijana, akawaambia tuenda mazishini ya nani, ya your sister. Wakaenda na wakazika. Wakirudi akaona moyo wa mtoto ni mzito sana. Moyo wa mtoto ni mzito. Mtoto akauliza baba, je, Mungu ni mzuri kweli? Mimi nitaupenda huyu Mungu amechukua dada yangu na sijamuona. Baba anataka kuniambia Mungu ni mzuri na dada yangu hata kufika nyumbani. Huko ameenda ni wapi? Atarudi baada ya muda gani? Baba akasikia moyo mzito. Akaambia kijana, nilikuambiaje? What shape is the moon? Baba, the shape of the moon is always round. Kamwambia alikuwa right. Our God, even without your sister, is always faithful. Pia moyo wangu wa mtoto ukaweza kutulia. Wapendwa, yale yote unayopitia, Bwana ni mwaminifu. Na uaminifu wake ni kwamba mahali pote ulipo, neema yake itaweza kukufikia. Tamati, dhiki ama mateso ni ya muda tu, lakini utukufu wa Mungu ni wa milele. Tuseme kama Paulo, dhiki nyepesi hizi ninazopitia hasifanani na utukufu utakaofunuliwa. Yesu alidharau aibu ya msalaba. Yesu alidharau mateso kwa sababu ya utukufu uliowekwa mbele yake. Mateso ya Yesu haikufanana na utukufu ule uliokuwa mbele yake, kwa kwenda katika mbingu, kuwekwa mkono wa kuume wa Mungu Baba na kupewa jina lipitalo majina yote. Wapendwa, sijui unapitia gani. Neema ya Bwana ikutoe katika jambo. Neema ya Bwana ikudhibitishe. Neema ya Bwana iwalete kwa pamoja. Kuna spirit ya kuweka familia kando kando. Hawezi kukaa pamoja mkaa sikukuu. Hata wengine hawakushiriki Desemba. Piga magoti mahali hapa. Utaona mkipigiana simu. Maana God can restore you back. Atawaleta kwa pamoja. Mtapigiana simu, mtakuja kwa pamoja. Maana kuna roho ya kutawanya, lakini roho ya Mungu ni ya kuleta watu kwa pamoja na wafuatie. Kwa hiyo Mungu awabariki. Neema ya Bwana iweze kuwategemeza na kuwadhibitisha. Wapendwa, siku ya Jumapili nitaabudu AIC Kisumu ndogo. Nikifika huko niwaambieni. Wanalika nina jambo lenu, lakini siwezi kuambia, mtaambiwa na kasisi baadaye. Tumezungumzana kitu hivi na yeye, wakati wake Mungu atamuongoza, mutashare. Mkishashare then you can communicate with the pastor na tutajuliana haya. Si sasa? Kwa hivyo kanisa la Kristo, Bwana wabariki. Tusimame tu kidogo sasa niombee familia. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, ninachukua fursa hii kubariki watoto wako. Baba, angalia mioyo ya watu wako. Watu wengi doa katika familia, hakuna furaha na hakuna amani. Hakuna communication, hakuna mawasiliano. Baba, ninakuomba doa hizi zimeakilishwa leo hapa madhabahuni. Ninaomba Bwana, you restore back our marriages and families in Jesus name. Baba, ninaomba amani yako ikarudi katika familia. Naomba Mungu, upendo ule wa kwanza ukarudi katika ndoa. Ninaomba Bwana, mazungumzo, mawasiliano ikaweze kurudi katika ndoa, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaomba wale wana majeraha katika mioyo yao, Bwana tibu mioyo yao, inua mioyo yao, ponya mioyo yao katika jina la Yesu Kristo. Na bariki wanalika wetu mkononi mwako. Wanalika wetu wanapitia hali ngumu, hawataki watu wa kuwahukumu, bali wanalika wetu wanataka watu wanaweza kuwatia moyo. Wanalika wetu, ninaomba neema ya Bwana ikaweza kuwatosha, neema ya Bwana ikawategemeze, neema ya Bwana ikawainue. Mahali una majeraha, mahali umeingia katika majaribu, katika nguvu za msalaba, mkarudi
University, wape ushindi kule TVET colleges, wape ushindi katika secondary school, wape ushindi katika boarding and day schools, ili watoto wetu wakaweze kuwa salama. Mafundisho ya kigeni ambayo inafundishwa katika mashule, mafundisho ambayo haina heshima na ndoa na familia, katika mamlaka na uwezo uliyetupa, tukataa haya mafundisho katika jina la Yesu Kristo. Watoto wetu watapendezwa na familia, watoto wetu watapendezwa na elimu ya Mungu, watoto wetu watapata misingi ya kudumu ya kimungu. Asante Bwana, jina lako liinuliwe na jina lako litukuzwe. Kuna mtu alikuja hana tumaini la kuona kesho. Ninaomba Bwana, neema hii tumepokea siku ya leo ikampe matumaini ya kuona kesho. Moyo wa mjane ulikuwa umeinama, moyo wa single mother ulikuwa umeinama, moyo wa mama wa watoto mayatima ulikuwa umeinama. Ninaomba neema hii umetutajia Mungu, neema hii ikainue hiyo mioyo, wakitoka katika ile milango, mioyo yao ikawa imetabasamu, mioyo yao ikawa inatumaini ya kuona kesho. Bariki watu wako, bariki kazi za mikono yako. Nataka kuinua makaratasi certificates za watoto wetu katika kiti cha enzi. Watoto wetu wamefanya diploma, watoto wetu wamefanya certificates, watoto wetu wamefanya masters, watoto wetu wamefanya degree, lakini wakati wanapo apply kazi, certificates zao zinawekwa chini. Na sasa katika mamlaka uliyetupa, naomba kibali kile kilichokuwa juu ya Yusufu kikaandamana na makaratasi ya watoto wetu, iwe ni kwa TSC, iwe ni kwa any government institution, iwe ni kwa private institutions. Certificates za watoto wetu wale watakazozikalia, kutakuwa na hofu, na watoto wetu watapita interview, na watoto wetu wataweza kuitiwa kazi katika jina la Yesu Kristo. Baba, nasema ni asante. Kuna mtu ameingia katika lindi na madeni, maana watu wengine kama mvua iliyonyesha Nairobi, gari ilikuwa ni ya roho, biashara ilikuwa ni ya roho na imeweza kubebwa na maji. Baba, ninaomba ponya mioyo ya watu hawa, wape neema ya kuona kesho. Wewe, we worship a God of second chance. Give them another chance. Wewe njia zako za kututembelea hatuwezi kuzijua kama wanadamu. Uliweza kumpelekea Elijah chakula kupitia kwa ndege ambaye ni kunguru, ndege iliyo mrahi, na kazi yako ikaweza kuendelea. Wale uchumi wao umeshuka, wale uchumi wao umeathirika kwa mvua, wale uchumi wao umeathirika kwa COVID, wale uchumi wao umeathirika kwa njia tofauti. Baba, watembelee na bariki biashara zao, na bariki waajiri wao. Baba, nasema ni asante, wabariki na ukaonekanie. Thank you Lord for this wonderful family. I praise them in Jesus name. Baba, nasema ni asante, jina lako litukuzwe, jina lako liweze kuinuliwa. Na bariki kasisi mkononi mwako Bwana, bariki maono yake wakati wanapofanya kazi pamoja na elders. I speak the spirit of unity, itaweza kuongoza roho mmoja akiongoza baraza hili la wazee na mchungaji, mambo makubwa itatendeka kwa hii kanisa. Thank you for the associate pastor Rede. I bless her in Jesus name. Mungu ukambariki, Mungu ukamrekanie, Mungu anaye ndoto za watu mioyoni, ndoto yake unaiona. Mupe neema na mfanikishe katika jina la Yesu Kristo. Ni katika jina la Yesu ninaomba na kushukuru. Oh, may God bless you. Bwana awabariki sana.
wamebarikiwa? Wangapi wamebarikiwa? Asante sana. Tuseme nini kwa wachungaji? Si basi tumwambie vijana, niambiwa ya kwamba kuna jambo tumeongea kidogo na mtumishi. Nataka niwaambie, sasa mna viongozi wenu hamwongei. Haya, hiyo nimeacha. Kama hawaongei si hivyo. Mko hapo? Mnataka niwaambie, mkiongozwa vizuri na mtii na mfanye kazi ya Mungu katika hili kanisa, tuna mpango tunataka kuwapangia kwenda kuwatembelea vijana wenzenu Malindi. Lakini kwanza nitawatazama nione vile mnavyofanya hapa. Mkirehareha hakuna kwenda, lakini mko wazuri, tutapanga vile utaenda. Hata ikiwa ni kwa wiki nzima, niwe na hao vijana wengine kule, mwesheni notes na kule mjue si kama hapa. Mmeambiwa hata Kiswahili cha kule ni tofauti na hapa. Ukienda kule uulize mtu unaitwa nani, hata kujibu. Inafaa uulize wewe unaitwa nyani. Si ndio? Kasi si ndio? Hizo ndizo Kiswahili kwao. Wewe unaitwa nyani. Ni sawa sawa na kuuliza unaitwa nani. Kwa hivyo mtaelewa hayo mambo. Napenda tusimame ili tushirikiane kwa neema. Kama kawaida yetu, tazama mwenzako, msalimie, mtakie mema. Na sasa neema. Basi Bwana awabarikie na kuwalinda. Bwana awaangazie nuru za uso wake na kuwafadhili. Bwana awainulie uso wake na kuwapa amani sasa na hata milele. Mwende na amani ya Bwana. CMF mtihani Yesu kwa kusafishwa na kuoshwa kwa damu ya kondoo. Zile safi kuone upendo, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo. Zile safi nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Itutakasayo ya kondoo. Ziwe safi nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Nimetoka hapa nashiriki hapa AIC Olkalau. Mimi ni mwanalika. Ibada ya leo imekuwa nzuri sana, imetubariki. Tumekuwa tukiongea more about grace. The grace yenye ni sufficient, na kama wanalika tumefurahia sana juu tuko na plan ya kwenda Malindi. We are very happy. Am you guys? Yeah, we are very happy and we invite you wenye mko hapo nje mtu join. Yeah, na tutashiriki pamoja na tutamsifu Bwana. Amen. Hello guys out there. Hapa guide me is AIC Church. Hawa ni wanalika. You can come join us, associate with us. Apart from kuimba na kuserve God, we have other things doing like tunacheza drama,
We do co-curriculums, we do other things, we enjoy ourselves, we plant trees, we do more things, we dance. We so many things. Just join us. Na pia tunaenda tu majani, tunaenda tu mapics. We associate with each other, tunasaidiana, tunainuana, because we believe we rise by lifting others. Am I right, guys? Yeah.